KEF, Kalamu Education Foundation. Embracing education. Okay, welcome my dear student in our program English for Advanced Learners, Speaking Skills. Tupo katika Kiingereza kwa ajili ya Advanced Learners. Hapa tunazungumzia A-level, Form 5 na Form 6, na tunaangalia sehemu ya speaking skills. Speaking skills. Sasa katika speaking skills lazima ujue kwamba speaking skills ipo katika, kuna mambo mawili ambayo unatakiwa uyaangalie sana katika speaking. Kwenye speaking skills unatakiwa kwanza kabisa uangalie articulation, na B unatakiwa uangalie presentation. Kwa hiyo vitu viwili unatakiwa uviangalie sana wakati unajifunza speaking skills kwa syllabus ya advanced. Unatakiwa uangalie swala la articulation na swala la presentation. Katika articulation you'll be dealing with all matters of pronunciation. Masuala yote yanayohusiana na matamshi yako hapa. Na presentation, masuala ya uwasilishaji, kama vile tunazungumzia kusimama mbele za watu na kuongea, kama kutoa hotuba na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna issue ya articulation na issue ya presentation. Kwa hiyo syllabus nzima katika kipengele cha speaking tunazungumzia articulation pamoja na presentation. Sasa katika articulation unatakiwa uangalie all matters of pronunciation. Sasa matters of pronunciation hapa utaangalia all matters of pronunciation, masuala yote yanayohusiana na matamshi ya Kiingereza. Kwa hiyo hapa ina maana utasoma phonemes na allophones zake, phonemes and their allophones. Alafu utasoma masuala ya syllable. Alafu natakiwa uangalie, baada ya syllable uangalie masuala ya stress, na unapoangalia stress unaangalia pamoja na rhythm. Stress and rhythm, phoneme, silabi, alafu stress and rhythm pamoja na masuala yote ya prosody, hususan masuala ya intonation. At least at this level huo umejua vitu hivi. Kwa hiyo uzijue phoneme na allophone zake na jinsi ya kuzitamka. Phoneme kadhaa zinakuja kutengeneza silabi. Hizi silabi huwa zinawekewa stress. Halafu stress vile vile ina contribute kwenye rhythm. Halafu kuna masuala ya kupandisha na kushusha sauti, viimbo vya lugha, ni masuala ya intonation. Then utakuja kwenye masuala ya presentation. Hapa ndio utaangalia masuala kama vile public speaking. Masuala ya public speaking. Utaangalia masuala ya debate, masuala ya debating, na masuala mengine yanayohusiana na kuzungumza, kama vile masuala ya dialogues and all that kind of things. Lakini zaidi huwa tunaangalia kuzungumza mbele za watu, unatakiwa ufanye nini, na vile vile kujenga hoja katika masuala ya debate zinavyokwenda na vitu kama hivi. Alafu kuna masuala kama interview, vitu kama hivi. Kwa hiyo hapa kuna masuala tu ya maelezo fulani. Kwa hiyo kitu kikubwa unatakiwa hivi vitu uwe umevimaster. Vingine vitajitokeza hapo, lakini hivi ndio vya msingi sana. Kwa hiyo ukizungumzia kwamba nakwenda kusoma speaking skills, basi kwa syllabus yako masuala ya msingi utajifunza vitu vingi. Hapa mimi nakupeleka kwenye yale masuala ambayo ukiyaelewa hayo, basi mengine yote yanayojitokeza kwenye syllabus yanakuja kuwa ni mepesi tu. Kwa hiyo tukianza kwa mfano na masuala ya articulation. Kwa mfano tukianza na masuala ya articulation, ambacho ndio kipengele cha kwanza. Ni vizuri hapa ukielewa related studies.
masuala yanayohusiana na masomo yanayohusiana na swala la articulation. Kwa hiyo related studies, kwanza kabisa kuna somo linaitwa phonetics. Yaani knowledge kuhusu articulation mtaipata partly kwenye phonetics. Kwenye phonetics ndio unapata msingi wa mambo yote. Na pili ujue phonology, ambayo saa nyingine vile vile utakuta inaitwa phonemics. Phonology, phonemics, wengine wanaita phonemics, lakini zaidi tunatumia neno phonology. Kwa hiyo ili upate msingi kuhusu masuala ya articulation and related issues, basi related studies katika speaking skills lazima ugusie kidogo phonetics, ugusie kidogo phonology. Kwa tukianza na phonetics. What is phonetics? Sasa ukizungumzia phonetics tunazungumzia the science that deals with speech sounds, especially their production, transmission and perception. Kwa hiyo unapozungumzia phonetics unazungumzia science ambayo inashughulikia speech sounds, vitamkwa vya lugha ya binadamu, tunaziita speech sounds. Sasa ndio tunaziita phonemes, especially their production, their transmission and their perception. Umeona? Wakati phonology tutaiona hapo phonology maana yake nini, lakini sasa tukizungumzia phonetics ni sayansi inaangalia hizi speech sounds, especially their production, transmission na perception. Nataka nizungumzie hiki kitu kwanza. Production, transmission na perception tunamaanisha nini? Kwa hiyo sasa iweke hii phonology kwenye bracket. Naanza kuzungumzia phonetics kama kipengele muhimu cha rejea unapozungumzia masuala ya speaking. Kwa hiyo tukizungumzia phonetics kwa kifupi sana nikwambie phonetics tumeshaidefine hapo kama the science that deals with speech sounds, especially the transmission and production, transmission na perception. Kwa hiyo hapa nikimchora mtu huyu kwa mfano, hii ni taswira ya mtu huyu mtu anaongea. Hii ni pua yake. Kwa hiyo anaongea. Anapoongea mawimbi ya sauti yanasafiri. Of course mawimbi yanazunguka, yatasafiri nyuma na mbele ya huyu mtu. Ina maana walioko mbele yake watamsikia, walioko nyuma yake watamsikia, walioko wapi, lakini huyu wa mbele ndio anasikia kwa vizuri zaidi. Kwa tunazungumzia mawimbi ya sauti yanasafiri, halafu huku kuna kuwa na mtu ametega sikio, anayesikia. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia phonetics tunazungumzia hizi sehemu tatu. Hii ndio sehemu ya production. Hii sehemu ya transmission. Na hii ni sehemu ya perception. Kwa hiyo ile dhana ya production, transmission na perception unaweza ukaiona. Kwa hiyo huyu mtu ndio ana produce speech sounds. Halafu mawimbi yana transmit ile speech sound kwa ukubwa na udogo wa sauti. Hapa ndio tunazungumzia masuala ya high pitch, low pitch, volume na vitu kama hivyo. Halafu huyu huko na kinga sikio, perception, anasikia kile kilichotamkwa na anaweza kuperceive, akajua hiyo ni p na sio b, na hiyo ni b na sio p. Kwa hiyo sayansi inayoangalia masuala haya ndio tunaita phonetics. Kwa hiyo inaangalia zile speech sounds zinavyotolewa, mtu anavyotamka, halafu
mawimbi ya sauti yanavyoipitisha ile sound mpaka inamfikia mtu mwingine ambaye anasikia na kuitambua hiyo ni sound fulani. Sasa phonetics imegawanywa katika 3 branches. 3 branches. Branch ya kwanza, hapa tunaangalia branches of phonetics, ni ile ambayo inadili na production of speech sounds. Hii branch inayodili na production of speech sound tunaita articulatory phonetics. Hii inaitwa articulatory phonetics. Kwa sababu hapa sasa ndio articulation ilipo. Articulation iko hapa, mtu ana articulate, maana yake anatamka. Hii inaitwa articulatory phonetics. Sasa hii phonetics inayodili na swala la transmission tu, hii inaitwa acoustic phonetics. Acoustic phonetics. Halafu kuna ile ambayo inaangalia masuala ya perception tu, mtu anavyosikia na sikio linavyofanya kazi. Mawimbi yakakusanywa hapa kwenye hili nyama hili tunalita pina, yakapenya kwenye vifupa vitatu vile, yakafika mpaka kwenye cochlea, kwenye ngoma ya sikio huko, mpaka kufika kwenye milango ya fahamu. Ni masuala ya hapa tunaita auditory phonetics. Auditory phonetics. Kwa hiyo ukizungumzia phonetics ambayo inahusiana na swala hili la speaking skills, kwa sababu speaking iko hapa, hii transmission na perception, of course hizo tutaziacha. Kwa mfano hapa tutaangalia listening skills. Hii hapa ni physics zaidi. Utaisoma kama utachukua linguistics huko, ukifika chuo kikuu au kwenye vyuo vingine vya juu utakwenda kusoma masuala ya acoustic phonetics. Kwa katika speaking skills tunaangalia zaidi hapa, kwa sababu tunaangalia zaidi articulation. Ndio maana nikakwambia katika masomo yanayokuwa related na speaking skills ni phonetics moja wapo, kwa sababu kuna hii sehemu ya articulation ndio tutajuli nayo. Umeona? Na ukizungumzia kwamba katika somo letu tutakuwa tunaangalia eneo hili peke yake, inamaanisha sasa hapa ndio pana phonology. Ina maana ukidili na hiki tu huku ukaacha, alafu ukaangalia lugha maalum, sasa ndio inakuja phonology. Kwa hiyo phonology na phonetics ziko related hapo, kwamba phonology inazungumzia how speech sounds are produced, ambapo ni sehemu ya phonetics kwenye production of speech sounds. You see? Kwa hiyo sasa tunakuja moja kwa moja kwenye phonology. Kwa tukizungumzia phonology, what is phonology? Ambayo ni another related study katika speaking skills. Phonology ni the description, mara nyingi watu tunaanza na study, the study or description of phonemes. A very simple definition. Phonology is the study or description of phonemes. Ni somo au maelezo yanayohusiana na phoneme. Kwa hiyo swali jingine litakuja, phoneme ni nini? The study, unazistudy hizi phonemes. Description unazipa maelezo, unazitolea maelezo hizi. Kwa maana nyingine phonology inahusiana na how phonemes are produced. Ndio maana iko related na phonetics. Ni kasehemu ka phonetics. Phonology iko ndani ya articulatory phonetics. Sasa phonetics inaangalia lugha kwa ujumla, isipokuwa phonology inaangalia a specific language. Kwa mfano unasema phonolojia ya Kiswahili, phonolojia ya Kiingereza. Kwa hiyo unaangalia phonemes za Kiingereza tu. Sasa that is phonology. Jina jingine tulisema tunaita phonemics kama tulivyozungumzia. Kwa hiyo here we focus on how phonemes
are basically produced. Kwa hiyo hapa tutakuwa tuna focus kwenye jinsi ambavyo phonemes are basically produced. And these phonemes belong to a certain particular language. Don't forget that. Phonemes of a particular language. Jinsi gani hizi zinakuwa produced. Kwa hiki ndio kitu ambacho tutakuwa tunakiangalia. Kwa hiyo hizi ni related studies. Sasa katika utangulizi wangu huu nimalizie na kasehemu ka speech production. Nizungumzie sasa speech production. Kwa sababu tunazungumzia speaking skills, tunajaribu kuangalia how is speech produced. Yaani kunatokea nini mtu anapozungumza, mtu anapoongea, mtu anapotamka, kunatokea nini? Kwa hiyo tunasema there are three systems. There are three systems in the human body that work together in the process of speech production. Katika process yote, mchakato mzima wa kuzungumza, kuna mifumo mitatu ndani ya mwili wa binadamu ambayo inafanya kazi pamoja. Kuna mfumo wa kwanza unaitwa articulatory system. Articulatory system iko kichwani. Mara nyingi hapa tunachora libichwa la binadamu. It is situated in the head. Articulatory system ni mfumo wa matamshi. Ya pili ni phonatory system. Phonatory system hii iko kwenye throat. Kwa hiyo articulatory system iko huku, kuanzia hapa kwenda huku kichwani huku. Alafu kuna phonatory system ipo kwenye koo hapa. Alafu kuna ile ambayo tunaita respiratory system. Sasa hii mara nyingi sehemu yake kubwa ni lungs, mapafu. Respiratory system. Respiratory system iko kwenye respiratory system iko kwenye trunk. Mara nyingi watu tunasema hii iko kwenye trunk. Iko kwenye trunk. Tutaangalia mapafu. Kwa hiyo the first system is situated in the head. Iko kichwani, hii ni articulatory system. System ya pili, mfumo wa pili uko kwenye core, the phonatory system, na system ya tatu iko kwenye trunk. Trunk ni hili sehemu kifua na mbavu hizi juu ya tumbo, ili tunaita trunk. Kwa hiyo hii mifumo mitatu ndio inafanya kazi pamoja kumfanya mtu aweze kuongea. Sasa labda nielezee diagrammatically. Nielezee diagram ambayo inahusika hapa kwenye speech production. Hizi three systems unaweza ukaziona katika mchoro huu. Huyu mtu namchora mtu hapa. Hii pua yake, mdomo wa juu, meno, ufizi, hili tunaliita kaakaa gumu. Hapa kuna kaakaa laini. Alafu mdomo wa chini na kidevu chake hicho. Alafu meno ya chini, ulimi. And then kuna njia hapa inakwenda inatokea puani.
simply huku ndio kichwani. The head. Baada ya the head tunaweza sasa tukaangalia sehemu nyingine. Kwa mfano haya ni mabega. Huyu ni mtu, tukimchora roughly haya ni mabega yake. Kwa hiyo mfumo wa speech unakuja hivi. Kwa hiyo huku tunachora mapafu. Haya ni mapafu. Kwa the whole system looks like this. Kwa hiyo tunakata hapa na hapa. Kwa hiyo huku chini ndio kwenye mapafu ndio kuna respiratory system. Respiratory system iko huku chini ambapo hewa ndiko inakoanzia. Hii ndio respiratory system, mfumo wa kutoa pumzi. Kwa hiyo hewa itakuwa inatoka hapa inaelekea huku. Inatoka hapa inaelekea huku. Of course na hewa nyingine huwa inarudi ndani. Kwa sababu ile hewa itoke lazima kuna hewa lazima iingie. Lakini katika kuongea mara nyingi tunaongea tunapotoa hewa nje. Ingawaje zipo lugha nyingine baadhi ya herufi inabidi wavute hewa ndani. Lakini hapa kwenye Kiingereza tunaona kwamba herufi zote zinatolewa na aggressive airstream, mkondo hewa ambao unatoka kwenda nje. Hapa pana kitu kinaitwa larynx. Larynx, katikati ya larynx kuna vitu tunavita vocal cords. Vocal cords, saa nyingine tunaziita vocal folds. Vocal cords au vocal folds, hapa ndipo panapotengenezewa sauti. Kwa hiyo hii ndio maana tunaita phonatory system. This is the phonatory system. Kwa phonatory system ukizungumzia phone, unazungumzia mambo ya sauti, phone. Neno phone linahusiana na sauti. Kwa hiyo unaposema phonatory system maana yake kuna phonation. Phonation ni ile hewa inavyobadilishwa kuwa voice, ndio tunaita phonation. Kwa hiyo this is the phonatory system, mfumo wa sauti. Wakati respiratory system, organs zinazohusika ni lungs. Katika phonatory system organs zinazohusika ni vocal cords au vocal folds. Halafu huku juu sasa ndio tunakuta sasa articulatory system, mfumo sasa wa matamshi. Kwa hiyo huku juu ndio kuna articulators. Isikia kuna articulators. Kwa mfano ukianza kuzitaja, this is the lower lip, upper teeth, teeth ridge, hard palate, soft palate, uvula, tongue. Hii inaitwa oral cavity na hii huko inaitwa nasal cavity. Of course shuleni utakuwa umezisoma hizi. Kwa hiyo hii ndio system. Kwa utakuta the whole system looks like this. System, respiratory system. Where is it situated? In the trunk. Major organs zake ni lungs, mapafu. System ya pili, phonatory system. Where is it situated? In the throat. Organs gani, viungo gani vinahusika? Vocal folds au vocal cords katika larynx. Alafu ya tatu ni articulatory system. Where is it situated? In the head. What are its organs? Articulators, lips, teeth, teeth ridge, hard palate, soft palate na kadhalika. Hapa panatokea nini? Respiration, ile kutoa hewa. Hapa panatokea nini? Phonation, hewa kugeuka kuwa voice. Hapa panatokea nini? Articulation, ndio ile phoneme inakutamkiwa huko. Kwa hiyo the whole process ina involve hizi system tatu. Huwezi ukaongea bila ya pumzi, na mosi unapoongea unahitaji sauti, na huko ndipo utakuwa una articulate. Na hapa kwenye articulation ndio panamtofautisha binadamu na mnyama. You are different here. Wewe unaongea, mnyama anapiga tu makelele. Kwa hiyo respiratory system mnyama anayo, phonatory system wanyama wengi tu wana sauti. Isipokuwa hapa kwenye articulation, hapa ndio tunamzungumzia binadamu. Binadamu, moja katika vitu vinavyomtofautisha na animals au viumbe wengine basi ni hii articulation, na hii ina connection na masuala ya brain.
masuala ya ubongo, kwa sababu ili uweze kuzungumza ubongo utahitajika, lakini katika phonology hatuzungumzii masuala ya ubongo na masuala ya nini. Tunazungumzia katika language generally jinsi ubongo unavyohusiana na speech, kwa sababu ubongo unahusiana na sehemu zote za mwili, partly inahusiana na masuala ya speech. Kwa ajili ya kutunza memory, ili uweze kuongea lazima ukumbuke vile majina, ukumbuke maneno, ukumbuke msamiati, ukumbuke nini na kila kitu. Kwa hiyo zile kumbukumbu zikipotea, basi na speech kidogo inakuwa na defect. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyoanza kuiangalia speaking skills. Kwa hiyo katika ile description of phonemes, hili ni muhimu sana. Unapozidescribe phonemes lazima uzungumzie airstream mechanism. Unapo describe phonemes lazima hapa paje pa kuelezea kama hiyo phoneme ni voiced au ni voiceless. Alafu lazima uje uzungumzie hapa imetamkiwa wapi, kama ni two lips bilabial, kama ni lip na teeth unasema labiodental, kama ni tongue na teeth unasema dental, tongue na ufizi unasema alveolar, tongue na hard palate unasema palatal, tongue na soft palate unasema velar, na kadhalika. Kwa hiyo kuna majina hapa, alafu jinsi inavyotoka inakuwa released vipi. Kwa hiyo utakuta kuna herufi hapa tunaziita plosives, kuna affricates, kuna fricatives, kuna nasals, kuna na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ile description ambayo tutaifanya huko mbele inategemea sana hili swala. Kwa hiyo ukitaka kujua sehemu ya kwanza ya speaking, kamata hili lidude, kule mbele tutakuja kuelezana vitu kwa urahisi kabisa, na tutaona jinsi ambavyo speaking skills inavyoweza kuwa nyepesi. Kwa hii nusu saa niliyozungumza nadhani itakuwa inatosha. Tukutane katika somo linalokuja. Mimi ni mwalimu wako Shaban B. Omar, na kuaga sasa hivi kwa kukwambia bye bye for now. KEF, Kalamu Education Foundation. Embracing education.